Wito huo umetolewa wilayani Nyang'hwale mkoani Geita, ambako baadhi ya vijana wanaofanya kazi kwenye planti ya Nyanza Gold Company wamesema sekta ya uchimbaji na uchenjuaji wa dhahabu bado ina uhitaji mkubwa wa nguvu kazi ya vijana kutokana na kuongezeka kwa shughuli za uzalishaji na matumizi ya teknolojia za kisasa. Kwa upande wa Tanzania, hii sekta ya madini ndio imeanza kukua, kwa sababu mwanzoni alikuwa kwenye traditional, sasa hivi ndio upgrade kwenye upande wa teknolojia. Kwa hiyo nafasi zipo nyingi, ukiangalia planti ziko zinaanzishwa ni nyingi sana upande wa Geita, Mbeya na sehemu zingine ambazo kuna uchimbaji. Kwa hiyo kuna nafasi nyingi, ila ni kwamba kwa wanafunzi ambao wanasoma form 5 form 6 kwenye combination za science, na washauri wasome kozi hizi za metallurgy, mining and geology, kwa sababu ndio fursa zenyewe sasa hivi. Hata ukiangalia upepo wa Tanzania, sekta yenyewe ya madini ndio inazidi kupamba moto. Wanawake na wasichana pia wanaweza kujikita katika masuala ya mining. Mfano kama mimi, inasaidia upande wa madini, unanufaika sana na pia unapata elimu kubwa. Nilikuwa sijui mambo mengi, lakini kupitia hii miradi nimekuja kujua mambo mengi kuhusiana na madini. Ukiangalia wafanyakazi wote hapa, asilimia kubwa sio wakuja, wanatokea kwenye wilaya hii. Kwa namna moja ama nyingine naweza nikasema kwamba tunafaidika, ama hii ni fursa kwetu vijana ambao tunajitafuta, inatusaidia, wengine tuna familia. Vijana hao wamesema mbali na ajira za moja kwa moja migodini, sekta hiyo pia imefungua milango ya fursa nyingine, ikiwemo usafirishaji, biashara ndogo ndogo, huduma za chakula, ulinzi pamoja na huduma za kiufundi zinazohusiana na shughuli za madini. Kuna biashara zinaenda kupitia sisi, tuna mahitaji pia tunayohitaji, lakini pia malazi. Ukiachana na biashara, market tunategemea ili wao waendelee kibiashara, sisi tunahusika. Meneja wa kiwanda hicho amesema ukuaji wa sekta ya madini unatokana na matumizi ya teknolojia za kisasa katika uchenjuaji wa dhahabu, hatua ambayo imeongeza tija na uzalishaji, huku ikivutia wawekezaji zaidi kwenye maeneo yenye madini. Mwanzoni watu walikuwa na teknolojia zile za kizamani kidogo. Kwa mfano kama kuna hizi switching ambao wanasema unachenjua kwa kutumia mercury ile ambayo ni zamani nadhani. Okay, ile ilikuwa efficiency yake ni ndogo. Yaani kitu utakachokitoa, mali iliyopo kwenye mzigo na unayoipata kutokana ile pale vile tuseme ni teknolojia ya kizamani, ilikuwa na uwezo wa kupata mali kuitoa kule vile kwa kiasi kidogo, lakini kutokana na teknolojia iliyokuwa ya CIP tunaweza kuchenjua au tunaweza kuvuna kiasi cha 98% ya mzigo uliokuwepo katika hiyo raw material. Kwa hivyo kukua kwa teknolojia imekuwa ni fursa kubwa kwa wawekezaji. Kwa hivyo wanaweza kupata mali nyingi zaidi kutoka kwenye yale material kuliko hapo kutumia ile ancient method ya zamani ya kutumia mercury. Kwa upande wake, mkuu wa wilaya Nyang'hwale Grace Kingalame amesema serikali tayari imetoa leseni zaidi ya 700 kwa wachimbaji wadogo katika wilaya hiyo, hatua ambayo imeongeza shughuli za uchimbaji, ajira kwa wananchi pamoja na mapato ya serikali na halmashauri. Wilaya Nyang'hwale tulikuwa tunakusanya takriban bilioni 14 kutokana na uzalishaji wa madini, lakini kwa mwaka 25-26 mpaka kufikia mwezi Machi tumekusanya shilingi bilioni 27 na milioni 800 plus. Kwa hiyo utaona kuna ongezeko la takriban bilioni 13.5 kwa kipindi tu hiki kifupi ambacho Mheshimiwa Rais tangu ameingia madarakani. Na yote hiyo inavutiwa na sehemu ambayo ina amani na utulivu. Mtu hawezi kuweka fedha zake sehemu ambayo hakuna amani wala utulivu. Kwa hiyo tunaendelea kumshukuru sana na kumpongeza Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kazi nzuri anayoendelea kuifanya. Sisi tunaakisi maono yake. Sisi tunaakisi ndoto zake. Kama kiongozi mkuu wa taifa, anayo maono yake, anazo ndoto zake za kuwapeleka Watanzania sehemu fulani. Kwa hiyo sisi tunatembea na hizo ndoto, kwa sababu kiongozi ni kuonesha njia. Akisema tunakwenda huku, tunakwenda. Kwa mujibu wa taarifa za Wizara ya Madini, sekta ya madini nchini imeendelea kuwa nguzo muhimu ya uchumi, ambapo mwaka 2024 mchango wa sekta hiyo katika pato la taifa
ulifikia 10.1 kutoka 9.1 mwaka 2023, ikiwa ni mafanikio yaliyofikiwa kabla ya muda uliokuwa umepangwa kwenye sera ya madini ya mwaka 2009. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadiki.